Mambo vijana? Mko poa eh? Okay, sasa ni mwendelezo wa training zetu kama kawaida. Leo tunataka tuongelee jambo moja muhimu sana ambalo watu wengi tunalifanya kwa mazoea. Sawa sawa? Tunaita defrosting. Defrosting. Kwa Kiswahili, kutoa chakula au kitu kutoka kwenye barafu kwenda kwenye hali ya kutokuwa na barafu. Defrosting. Yaani kabla ya kupika kitu lazima kisiwe kama kimeganda, kina barafu, basi unakitoa barafu alafu ndio unafanya nini, marination yako, unapika. Sawa sawa? Una system moja ya kuzuia njia ya maambukizi ya chakula kupata bakteria ni kufanya defrosting katika utaratibu wake kwa mujibu wa HACCP. Sawa sawa? Sasa defrosting ziko njia zinazokubalika ni mbili tu. Ngapi? Mbili tu. Moja ambayo ndio best kabisa. Lazima udefrost overnight au defrost kwenye nini? Kwenye fridge. Yaani umechukua nyama yako, umeiweka vizuri, umeitia kwenye friji, kesho asubuhi kitoka barafu, itaelekeza jinsi gani ya kutia kwenye friji. Alafu ndio asubuhi yake au masaa ngapi kutoka barafu ndio unakata, kwa sababu inakuwa salama na nini? Haiwezi kukaa kwenye room temperature, inakaa kwenye friji, inakuwa salama. Na ndio unaweza kuitumia ndani ya siku 3 baadaye. Na defrosting ya pili ni ya maji ya kumiminika, ya kutiririka yale, ambao unaweka item yako kama hapa chini, kama hii ni item tufanye imekaa humu, alafu unakwenda kwenye mfereji au bomba, sawa unalifungua kidogo kidogo, unaacha kama hivi, lakini iwe kwenye sink. Maji yanafanya nini? Yanapita kama vile maji ya mtu, anaenda mpaka inapotoka barafu. Hii unaweza ukaitumia kitu chako hicho kama siku 2. Lakini sisi tumezoea, ambayo sio njia sahihi na njia ambayo inaweza kuleta madhara makubwa sana kama tusipoizingatia. Tunachukua kitu, labda kuku wako, unamtia kwenye bakuli, alafu unajaza maji, unamwacha hapo. Hiyo njia hairuhusiwi, japo tunaitumia kila siku ya Mungu. Sawa sawa? Kwa sababu unapoweka maji yametuama, inakaa pale masaa 2-3, ina maana unatengeneza nani? Bakteria. Kwa sababu chakula kikae kwenye room temperature masaa ngapi? 1.5, si ndio? Dakika 90. Kwa hiyo unapoacha pale masaa mengi imekaa ndoka barafu, ina maana bakteria, ina maana chakula kinaweza kananuka, na ukifanya hivyo ina maana chakula kinakuwa sio salama. Tufanye vipi kuweka kwenye friji? Nawaelekeza. Tufanye, tumechukua hii hapa ni beef fillet yetu. Unaona? Sasa kuonesha brandi, hii ni beef fillet. Kwa hiyo unachokifanya, kwanza kabisa lazima uikate, uitoe kwenye nini? Kwenye mfuko. Sawa Unaitoa kwenye mfuko kwa sababu watu wengi wanafanya defrosting na mfuko. Sababu mfuko ina maana wakati inatoka barafu, ina maana kuna maji ya damu yanakaa hapa, ambayo yanasababisha nini baadaye? Maradhi au damu kufanya nini? Nyama kunuka. Kwa cha msingi unaona umeona hii ina nini? Ina vitobo strainer, sawa bwana. Kwa hiyo lazima nyama yako uiweke katika mazingira kama haya, unaiweka humu hivi, unakisha unatoa mfuko wako. Kwa hiyo inakaa kama hivi, unaelewa Alafu unachukua chombo chini, ili yale damu nini zina penya chini, si ndio bwana? Unafunga hivi, either kama unaweza ukafunika na ufuniko kama hivi, kama vizuri, tia chini kwenye friji mpaka kesho ukitoa kutoka barafu inakuwa safi kabisa, haina contamination, haina bakteria wameambukizwa. Kwa hiyo unafanya trimming zako, unaendelea na shughuli zako. Ama una ufuniko, basi unachukua wrap hii hapa namna hii. Hebu izuie hapo Musa, izuie. Unafunga kama hivi, sawa sawa. Okay. Unachukua kama hivi, unaona iko sealed Akisha hewa haipiti, unatia kwenye fridge mpaka itoke barafu. Ndio inakuwa salama, kwa sababu chakula ukifanya hivi unaweza ukatumia ndani ya siku 3. Yaani ukishakata hivi ukaweka kwenye fridge vizuri, siku 3 hakina shida yoyote. Lakini ukifanya kwa defrosting tofauti na hapa, ina maana ndani ya siku 1 chakula kifanya nini? Kimeharibika. Kwa hiyo hili ni jambo muhimu sana, naomba mlifuatie. Nimesema defrosting njia ziko za ngapi? 2. Moja ya pili kama hivyo hapo unatia kwenye friji. Tunaita chilling defrosting. Una defrosting kwenye friji au flowing water, maji yanayotiririka, au kwenye friji. Hizo njia pekee. Kwa hiyo kama unapika chakula chako kesho, unajua unapika pilau, unapika nini, unatoa nyama zako usiku, unaenda kwenye friji, una set utaratibu wake, unaweka, kesho unaanza kufanya nini? Mise en place yako au prep. Sawa sawa?
Sio tu na leo unaleka kwenye maji, unahangaika chakula kwanza kinakuwa kina test kwa sababu nyama bado inakuwa iko kavu. Masa, sawa sawa? Tumeelewana eh? Asanteni sana. Mbona mpige makofi? Shamaliza somo. Kameraman tuambie turudie.